Fainali za kombe la mataifa Afrika AFCON 2025 zinaendelea nchini Morocco kwa mataifa 24 kushindania ubingwa unaoshikiliwa na Ivory Coast. Ufunguzi wa fainali hizo ulifanyika Disemba 21, 2025, huku ukiteka hisia za watu wengi, si ndani ya Morocco pekee, bali hata waliokuwa mbali wakishuhudia kupitia matangazo ya moja kwa moja yaliyorushwa mubashara na vituo tofauti vya luninga. Msimamo zaidi wa ufunguzi wa fainali hizo haukusubiri mechi ya kwanza iliyozikutanisha Morocco dhidi ya Komoro, bali mapema tu ilionekana kitu cha kuvutia zaidi pale sherehe zilipoanza kwa burudani za hapa na pale. Kisha mgeni rasmi mwanamfalme Moulay Hassan, ambaye ni mtoto mfalme Mohammed wa sita wa Morocco, kuchukua nafasi yake. Mwanamfalme Moulay Hassan ndiye aliyefungua mashindano hayo kwa kuupiga mpira katika sherehe zilizofanyika kwenye uwanja uliopewa jina lake, uliopo kilomita 7 kutoka katikati mwa mji mkuu wa Morocco, Rabat. Uwanja wa michezo wa Moulay Abdellah unasimama kama moja ya kivutio maarufu zaidi nchini humo, ambapo dimba hilo la kisasa hutumika kama kitovu cha michezo huko Rabat. Licha ya mvua kubwa kunyesha wakati wa tukio hilo, lakini haukumzuia mwanamfalme huyo kuingia sehemu ya kuchezea mpira, kuungana na wageni wengine waalikwa kufanya tukio hilo, ikiwa ni ishara ya ufunguzi. Ilivutia zaidi pale alipokuwa akisalimiana na wachezaji wa timu zote mbili, akianza na Komoro kisha kwa wenyeji Morocco, ambapo alikuwa akitumia muda kidogo kuzungumza na kila mchezaji, huku akipewa salamu ya heshima na vijana wa taifa hilo. Mwanamfalme Moulay mwenye umri wa miaka 23 alionekana mwenye utulivu, kujiamini na heshima inayostahili hadhi yake ya kifalme, hali iliyowavutia wengi na kuibua mijadala mikubwa kwenye mitandao ya kijamii. Muonekano wake wa heshima, utulivu na kujiamini ulimfanya kuwa gumzo kubwa, si tu ndani ya uwanja wa michezo, bali pia katika mitandao ya kijamii. Picha na video zake zilisambaa kwa kasi, zikimfanya kutawala mitandaoni na kuonekana kama mfano wa kizazi kipya cha viongozi wa Afrika. Usiyoyajua kuhusu mfalme Moulay: ni mtoto wa kwanza wa mfalme wa Mohammed wa sita, aliyezaliwa Mei 8, 2003 katika ikulu ya kifalme ya Rabat, Morocco, akizaliwa katika kipindi kinachotajwa vijana kukutana na teknolojia na dunia ya mtandao, ambapo kundi hilo linajulikana kama Generation Z au maarufu Gen Z. Moulay alipewa jina la babu yake aliyekuwa mfalme wa Morocco, marehemu Hassan wa pili. Prince Moulay ana dada wake anayeitwa Princess Lala Khadija, aliyezaliwa Februari 28, 2007. Mama yao anaitwa Princess Lala Salma. Moulay Hassan ni miongoni mwa viongozi vijana wanaofuatiliwa kwa karibu barani Afrika. Alipata elimu yake ya msingi, sekondari ya chini na sekondari ya juu katika chuo cha kifalme cha Rabat. Anajulikana kama mtu mwenye ujuzi wa lugha nyingi, akizungumza Kiarabu, Tamazghi, lugha inayozungumzwa Morocco, Kiingereza, Kifaransa na Kihispania, jambo linaloonyesha maandalizi yake kwa majukumu ya kimataifa ya uongozi. Mwanamfalme huyo ameanza kuandaliwa rasmi kwa majukumu ya uongozi wa taifa, hatua iliyomfanya kushiriki katika hafla mbalimbali za kitaifa na kimataifa tangu mwaka 2013, akiambatana na baba yake au akimwakilisha. Sambamba na hilo, Moulay Hassan amepewa vyeo vya kijeshi katika vikosi mbalimbali vya ulinzi vya Morocco, ikiwemo jeshi la walinzi wa kifalme, jeshi la taifa na jeshi la anga. Mwaka 2025 alipandishwa cheo na kuwa kanali meja katika vikosi vya wanajeshi wa kifalme wa Morocco. Mwaka 2020 alipata cheti chake cha kuhitimu elimu ya sekondari kwa ufaulu wa juu kutoka chuo cha kifalme, baada ya kufanya mitihani yake katika shule ya sekondari ya umma ya Risie, Dar es Salaam mjini Rabat. Baadaye mwaka huo Moulay alijiunga na kitivo cha utawala bora, uchumi na sayansi ya jamii katika chuo kikuu cha Mohammed wa sita Polytechnic UM6P kilichopo Saleh, akichagua masomo ya uhusiano wa kimataifa kama fani yake kuu. Majukumu yake sasa ni yapi?
Morei Hassan amekuwa akitekeleza majukumu mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, akifuata nyayo za baba yake Mfalme Mohammed wa sita. Mwaka 2017, Morei alikuwa ni mmoja wa washiriki wenye umri mdogo zaidi katika mkutano wa kimataifa wa One Planet Summit uliofanyika nchini Ufaransa, tukio lililompatia sifa na kutambuliwa kimataifa kutokana na ushiriki wake katika masuala ya mazingira na maendeleo endelevu. Aidha, Juni 2019 tarehe 28, Morei Hassan alimwakilisha baba yake katika hafla ya uzinduzi wa shughuli za bandari mpya ya Tangier Med 2, hatua iliyoimarisha bandari kuwa mojawapo ya eneo muhimu zaidi katika ukanda wa bahari ya Mediterania. Aidha, Juni 2019 tarehe 28, Morei Hassan alimwakilisha baba yake katika hafla ya uzinduzi wa shughuli za bandari mpya ya Tangier Med 2, hatua iliyoimarisha bandari kuwa mojawapo ya eneo muhimu zaidi katika ukanda wa bahari ya Mediterania. Vivyo hivyo, Septemba 30 mwaka huo, mwanamfalme huyo alihudhuria mazishi aliyekuwa rais wa Ufaransa Jacques Chirac jijini Paris, yaliyofanyika katika kanisa la Saint-Cyprice. Siku hiyo hiyo, Morei alishiriki pia katika chakula cha mchana kilichoandaliwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee kwa heshima ya wakuu wa nchi waliokuwepo kuhudhuria mazishi hayo. Wakati Novemba ya 17, 2025, Morei Hassan alizindua maonyesho ya kimataifa na makumbusho ya wasifu wa Mtume Muhammad SAW na ustaarabu wa Kiislamu katika makao makuu ya shirika la elimu, sayansi na utamaduni la ulimwengu wa Kiislamu ISSO Rabat, Disemba 20, 2022. Akiambatana na baba yake Mfalme Mohammed wa sita na mjomba wake Prince Morei Rachid, Morei Hassan aliwapokea wachezaji wa timu ya kitaifa ya soka ya Morocco ukumbi wa enzi wa ikulu ya kifalme ya Rabat. Katika mwaka huo, timu ya taifa ya Morocco Atlas Lions ilipata mafanikio ya kuingia hatua ya nusu fainali katika michuano hiyo iliyokuwa ikifanyika Doha, Qatar. Kwa ujumla, maandalizi ya Morei Hassan yanaakisi mfumo wa kifalme wa Morocco unaolenga kumkuza ili kurithi kiti cha ufalme, ambaye anakuwa kiongozi mwenye elimu, maadili, uwezo wa kijeshi na mtazamo wa kisasa, huku akihifadhi misingi ya mila na utamaduni wa taifa. Je, amekidhi vigezo kurithi ufalme? Mfalme Morei ana sifa zote za kurithi kiti cha ufalme wa Morocco, ikiwamo kuwa mtoto wa kiume wa Mohammed wa sita, umri wa uwezo wa kisiasa ambapo kijana ameandaliwa kielimu ya siasa, kijeshi na kidiplomasia. Pia Prince Morei ana uelewa wa mila na utamaduni wa Kifaransa kwa sababu amelindwa na kuandaliwa katika mazingira yanayomuhimiza heshima, nidhamu na utamaduni wa kifalme. Sio hilo tu, hata hatua ya kupewa mamlaka rasmi na ushiriki wake katika shughuli za kifalme ikiwemo hafla za kitaifa, kimataifa na kijeshi unathibitisha maandalizi yake rasmi. Aidha, kupitia vyeo vya kijeshi na kushiriki hafla za kitaifa, anapata uzoefu wa vitendo unaomwezesha kutimiza jukumu la mfalme baadaye. Kumekuwa na baadhi ya maswali na mikanganyiko kwa baadhi ya watu. Kwa nini anakataa wananchi kubusu mikono yake? Hata mimi lilinishangaza, nikaona nije nikujuze. Katika video mbalimbali mitandaoni zimemwonyesha mwanamfalme Morei akirudisha mikono nyuma kukataa kubusiwa na wananchi au kwenye hafla mbalimbali alizomwakilisha baba yake. Hata hivyo, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali mtandaoni vimebainisha kuwa Morei anaporudisha nyuma mikono wakati watu wanapotaka kuibusu, huwa ni kwa sababu za kiitifaki, kitamaduni na mtazamo wa kifalme wa kisasa na si kwa dharau. Katika ufalme wa Morocco, hasa kwa kizazi kipya cha kifalme, kuna mwelekeo wa kupunguza vitendo vinavyoonyesha utiifu uliopitiliza. Badala ya kuibusu mikono, kusalimia kwa kuinamisha kichwa au kupeana mkono kwa heshima kunahimizwa. Pia kuonyesha unyenyekevu na ukaribu na raia, ambapo Morei anapoondoa mkono anajaribu kuonyesha kuwa hahimizi kuabudiwa au kutengwa sana na wananchi, bali anataka heshima ionyeshwe kwa njia ya kawaida zaidi.